Yes, shalom tena taifa la Mungu. Popote ulipo, Mungu akubariki sana na Mungu aendelee kukuneemesha. Nimekuwa nikiona watu kutoka mataifa mbalimbali, watu wa Kongo, wa Kenya, lakini pia taifa langu la Tanzania. Mungu hakika na atubariki sote popote ulipo, ambao umekuwa ukipata kubarikiwa ama kupata baraka kupitia madhabahu hii ya Prayers Charismatic. Mungu akubariki sana. Basi karibu tena katika channel hii, na ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia share, lakini pia comment na kulike. Mungu atakubariki sana kwa sababu kwa pamoja tutaeneza habari hii kwa kila aminie, kwa kila kiumbe. Siku ya leo tutakwenda kuangalia roho ya uaguzi ikiwa ni sehemu ya kwanza. Roho ya uaguzi ikiwa ni sehemu ya kwanza. Watu wa Mungu, Biblia inaonya kuhusu roho zinazofanya kazi kama ufunuo, lakini si zote zinatoka kwa Mungu. Na kwa sababu kanisa limekosa mafunuo ya hichi ambacho anakwenda kuzungumza, kumekuwa na wimbi kubwa la Wakristo au waamini ambao wamekuwa akiamini katika hizi roho, na kumbe sio roho zitokanazo na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana taifa la Mungu. Ni sehemu ya kwanza, takuwa na sehemu tofauti, basi hakikisha unakuwa ni wa kwanza. Pindi ninapotoka basi kwa kwanza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Andiko kuu la somo hili, maandiko Matendo ya Mitume 16:18. Maandiko anajaribu kueleza mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni kijakazi. Maandiko anasema wakati kina Paulo anakwenda katika sehemu pa kusali, maandiko anatueleza mwanamke ambaye alikuwa na roho ya uaguzi ndani yake. Anasema akafika akapaza sauti, akasemaje? Akasema hivi kwamba hao nao ni watumishi wa Mungu. Hao nao ni watumishi wa Mungu. Lakini maandiko anatuambia hivi, Paulo anasema hivi, akiwa huyu mwanamke akiwa akifanya kwa siku nyingi, maandiko anasema hivi, Paulo akageuka akamwambia ule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke mtu huyu. Akamtoka saa ile. Nisikilize mtu wa Mungu, tega masikio yako kwa makini sana. Labda kuna wakati najaribu kufikiri kwamba wakati Paulo anafanya hili jambo, kuna watu ambao walikuwa kimuona kama Paulo amerukwa na akili au Paulo amechanganyikiwa. Kwa sababu kama watu wanakuja na kuambia kwamba ni mtumishi wa Mungu, yani leo hii mtu anakuja na kuambia kabisa kwamba wewe ni mfanyakazi, labda ni manager wa benki NMB, benki wa CRDB. Anakuja kabisa kwamba wewe ni mkulima wa shamba la viazi. Wewe ni mkulima wa shamba, anakuja na kuambia kama vile ambavyo upo wewe. Alafu unakuta unamkemea ule mtu kwamba toka hapa. Kwamba niache. Tumsifu Yesu Kristo. Unaweza kuonekana kama ni mtu fulani wa ajabu, lakini nisikilize. Ndio maana roho ya uaguzi. Paulo ndani mwake alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Na ndio maana aliweza kumkemea. Tatizo sio kupata ile taarifa. Tatizo ni je, aina gani ya roho ambayo ilitumika wakati ule kwa ajili ya kuwasemesha kina mtume? Amini kina Paulo. Tumsifu Yesu Kristo watu wa Mungu. Sasa roho ya uaguzi ni nini? Roho ya uaguzi watu wa Mungu ni roho ya giza inatoa taarifa au funua mambo ya kiroho kwa njia isiyo ya Mungu, kwa lengo la kupotosha kweli ya Mungu, kudhibiti watu kiroho, kuwafanya watu wamtegemee zaidi mwanadamu kuliko kumtegemea Mungu. Kuna watu leo hii wanakuambia bila mtu fulani mimi siwezi kupona. Hauwezi kupona bila kumuona mtu fulani. Manake tegemezi inabadilika inakuwa kwa wanadamu na sio kwa Mungu. Mtumsifu Yesu Kristo watu wa Mungu. Kuna baadhi ya watumishi leo hii wanategemewa sio Mungu tena, kwa sababu hizo roho ambazo tutakwenda kuzungumza watu wa Mungu. Siku leo tunajenga tu misingi. Si karama ya Mungu itokanayo na Roho Mtakatifu, bali unakuwa ni upotefu ndani unaoiga ufunuo wa kiroho. Tumsifu Yesu Kristo watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na asili ya roho hizi labda ni nini? Biblia inaonyesha wazi kwamba asili hizi roho zinatokana na ufalme wa giza, mfumo wa ushirikina na uchawi. Lakini pia roho zinazokataa maarifa na ukweli uhusiano na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo watu wa Mungu. Na ukitazama hata Kumbukumbu la Torati ile sura ya 18, 10 hadi ule mstari wa 11, Mungu anaonya dhidi ya uaguzi, uchawi, kutafuta maarifa ya kiroho nje na Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kipindi hicho watu walikuwa kienda kwa mizimu akiuliza mizimu yao. Kipindi hicho watu walikuwa kienda kupigiwa bao, kupigiwa ramli, ambacho mpaka siku ya leo watu wa Mungu, kuna watu mpaka leo, pamoja na kwamba Yesu tunasema tunamtangaza Yesu kila siku, neema tunayo na tunatamba nayo, lakini kuna watu mpaka na leo bado wanapiga ramli. Kuna watu mpaka na leo bado wanapigiwa nini? Wanapigiwa bao. Kuna watu mpaka leo wanatafuta eti kutabiriwa. Mtu wa Mungu, hiyo yote ni roho ya uaguzi. Unakutana na mganga wa kienyeji anakuambia kwamba wewe ni fulani au utakuwa mtu fulani. Nisikilize mtu wa Mungu. Hakuna ukweli ndani yake, ni roho ya upotoshaji wa kile ambacho Mungu amekukusudia kwa wewe mwanadamu.
Na tutazame jinsi inavyojificha. Mara nyingi sana watu hawashinda kuelewa namna gani hilo inavyojificha. Mara nyingi huonekana kama unabii. Unakutana na mchungaji anakuambia yes, shalom, shalom, shalom taifa la Mungu. Siku ya leo Bwana amenionyesha, ameniambia kabisa kwamba mwaka wa 6 hautobaki kama kawaida. Anaona kabisa kwamba, anajua kabisa kwamba katika kanisa kuna watu ambao kimsingi unakuta sio watu wa kawaida. Kumbuka watu tumetofautiana. Anaona kabisa kwamba kuna watu ambao sio wa kawaida. Kiasi kwamba huyu mtu kwa biashara anayefanya kwa miezi 3 ijayo huyu mtu hawezi kuwa kawaida. Tumsifu Yesu Kristo. Anakuja na kuambia yes, 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 yes. Shalom, shalom, shalom. Taifa la Mungu, Bwana amenionyesha kitu kikubwa sana. Kuna mtu mmoja mara hapa ambaye atabarikiwa kupita kawaida. Naona neema katika mtu huyo, naona baraka katika mtu huyo. Mtu wa Mungu, kwa mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ndani yake, ni rahisi sana kuamini. Nisikilize. Jinsi inavyojificha mtu wa Mungu, unakuta ufunuo ni wa haraka. Yaani unakuta ana mafunuo haraka kuhusu maisha ya watu. Anakuja tu kanisani anakuambia njoo wewe, ndio karibu, njoo. Anakuja anakuambia kwamba hakika binti, sikuoni kwa kawaida, na kuona viwango vya juu sana, na maisha yako sio maisha kanisa linapiga makofi. Lakini sikilize mtu wa Mungu, lakini tofauti yake ni kwamba haumtukuzi Mungu wala Yesu Kristo. Huweka nguvu nyingine au mwanadamu katikati na sio Mungu. Wasikilize mara nyingi ya watu, kama ni nabii, kama ni mchawi, kama ni mganga, kama ni watumishi, wasikilize watu mara nyingi Mungu hatajwi katikati. Kuna baadhi ya kanisa fulani ilikuwa linamwabudu Mungu wao, linamwabudu mtumishi wao. Kwa mara muita mtumishoni Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ya roho ya uaguzi. Watu wa Mungu, siku leo tunajenga misingi. Kumbuka kusubscribe kwa sababu sehemu inayofuata ni nzuri zaidi, kwamba jinsi roho ya uaguzi inavyofanya kazi. Jinsi roho ya uaguzi inavyofanya kazi kulingana na maandiko matakatifu. Lakini mwanga wa kiroho ni Yohana 8:32. Maandiko yanatuambia tujue kweli na kweli itatuweka huru. Kwa hiyo Kristo anaposema tujue kweli, maana yake nini? Maana yake kuna uongo unaoelekea, ama kuna uongo ambao unaendelea katika kanisa ambao unaonekana kama kuna ukweli, lakini kumbe sivyo. Na ndio maana Kristo anasema kwamba tujue kweli na kweli itatuweka huru. Ilikuwa ina maana gani kusema kwamba tujue kweli ikiwa tunapata ukweli? Kwa maana yake nini? Maana yake kuna uongo unaoendelea katika kanisa ambao kimsingi uongo unaonekana kama ukweli, kiasi kwamba watu wanafuatisha ukweli wakidhania kwamba ni kweli na kumbe ni uongo. Tumsifu Yesu Kristo. Tukutane sehemu ya pili, mtu wa Mungu. Asante sana kwa nami mwanzo mpaka wakati huu. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kucomment pamoja na kushare. Tukutane sehemu inayofuata, jinsi roho ya uaguzi inavyofanya kazi. Mungu akubariki sana. Mungu akunemeshe na neema ya Mungu